vizuri ili uweze kunielewa. Hii ni mada mpya. Inaitwaje? Inaitwa michezo ya riadha. Michezo ya riadha. Sawa eh? Yes. Sasa hii mada ni marudio. Nilikuwa darasa la 4 lakini nimerudia darasa la ngapi? La 5. Sawa eh? Kwa hiyo tunaenda kuangalia michezo ya nini? Ya riadha. Kwamba ni kitu gani? Alafu pia tutaenda kujifunza kwa vitendo. Hapa tunaanza kwa nini? Kwa nadharia, baadaye tutaenda kwa vitendo. Kwa hiyo wote tujiandae, tutaenda kushiriki mchezo wa nini? Wa riadha. Sawa? Yes. Umeelewana? Sasa tujue maana ya riadha. Maana ya nini? Riadha. Ukisikia mtu kakwambia riadha anamaanisha nini? Ni michezo inayojumuisha michezo ya kukimbia. Michezo inayojumuisha michezo ya kufanyaje? Kukimbia. Cha kwanza unachopaswa kujua inajumuisha mchezo wa kukimbia. Sawa eh? Mchezo wa pili kuruka, na wa tatu na kurusha kitu kama tufe, kisahani na mkuki. Kwa kumbe kuna vitu vitatu ambavyo tunakuja kukipata. Kwamba kuna kukimbia, kuna kuruka na kurusha vitu kama tufe, kisahani na nini? Na mkuki. Unaelewana? Tuko pamoja? Eh? Yes. Sawa. Sasa naijua tufe? Yes. Tufe naijua? Kisahani? Yes. Sio kisahani hichi mnachotumia kula chakula. Kisahani unakijua? Mkuki? Yes. Mkuki unakuwa mbele una nani eh? Una kama ncha, ndio? Unakuwa kama mshale, ndio? Ndio eh? Kwa hiyo huu mkuki huu, unaona kama mnashindana kufanyaje? Kurusha mbali, sawa? Na hili tufe ni jiwe fulani linakuwa lipo kwenye mduara hivi, sawa eh? Lakini linakuwa zito. Linakuwa nini? Zito. Na lina utaratibu, yani alirushurushu tu, lina utaratibu wa kufanyaje? Wa kurusha, lina sheria zake. Tutaenda kulisoma hapo baadaye, sawa eh? Kwa hiyo linakuwa lina utaratibu wake wa kufanyaje? Wa kurusha. Sawa? Kwa hiyo maana ya riadha ni mchezo unajumuisha michezo ya kukimbia, kuruka na kurusha kitu kama tufe, kisahani na mkuki. Haya, rudia hii maana ya riadha. Riadha ni michezo inayojumuisha michezo ya kukimbia, kuruka na kurusha kitu kama tufe, kisahani na mkuki. Riadha inajumuisha mbio zote kama vile mbio fupi, mbio za kati na mbio ndefu. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba mchezo wa riadha unajumuisha mbio ngapi? 3. Kuna mbio fupi, mbio za kati na mbio ndefu. Sawa eh? Zile ndefu tunaziita marathon. Umeelewana eh? Kwa tunasikia kwenye vyombo vya habari, kwenye TV wanatangaza kwamba kutakuwa kuna marathon itafanyika labda Dar es Salaam, au itafanyika Unguja, au itafanyika Pemba, si ndio? Au itafanyika Kizimkazi, si ndio? Kwa hiyo zile marathon ni mbio ndefu, kwamba wanatoka sehemu fulani wanakimbia labda kilomita 10, 15, si ndio? Kwa pamoja. Unaelewa? Sawa. Vile vile riadha hujumuisha miruko, michupo na mitupo. Sawa eh? Kwa tukianza kwa vitendo, nadhani tutaenda kujua vizuri zaidi maana ya nini ya miruko, michupo na mitupo. Tutaenda kuona namna tupe linavyorushwa, tutaenda kuona namna tunavyoweza kurusha nini? Mshale, mbuki ule, si ndio? Kwa umbali, yaani tunasema yule anayerusha mbali zaidi yule anayekuwa nani? Mshindi. Lakini usisahau lazima uzingatie sheria na taratibu za nini? Za huo mchezo. Umeelewana? Sasa tunaanza na mbio fupi. Sema mbio fupi. Mbio fupi. Mbio fupi. Mbio fupi. Mbio fupi huanza mita 100 na mita 200. Sawa eh? Huanzia mita ngapi? 100.
kuweka kichwani. Tulizo mbio fupi ni zipi? Kwa hiyo tunataka ujue kwamba mbio fupi zinaanzia mita ngapi? 100 na mita 200. Sawa? Hizi ni mbio ambazo huweza kukimbiwa na wanafunzi. Sawa? Wanafunzi wanakuwa wanashindana mara nyingi kukimbia hizi mbio fupi, kwa sababu ni mbio ambazo unahitaji utumie uwe na kasi. Sawa? Yaani yule anayekimbia kwa haraka zaidi ndo anayeshinda. Sisi tunaelewana? Umeelewa? Yaani yule ndo mwenye spidi ya haraka, mwenye kasi, anaenda kwa kasi ya haraka ndo atakayefanyaje? Atakayeshinda. Tuko pamoja? Sasa kuna sheria na kanuni za mchezo wa mbio fupi. Kuna nini? Sheria na kanuni za mchezo wa mbio fupi. Kuna sheria na kanuni za mchezo wa mbio fupi. Sasa hizi kanuni hizi au sheria ukishindwa kuzifuata, umeelewa? Ukishindwa kuzifuata ina maana wewe utakuwa hauwezi kushiriki mashindano ya nini? Ya mbio fupi. Ni lazima uzingatie sheria na nini? Na kanuni. Ina maana ukiwa kwenye mashindano sheria moja wapo ukaiharibu, ndio? Au ukaivunja, ina maana wewe tayari utakuwa umeshashindwa pale pale, hautahesabika kama ni mshiriki tena wa huo mchezo. Utakuwa umeshindwa, sawa? Huo ndio mchezo unahitaji umakini sana, sawa? Tunaanza na namna ya kukaa kwenye nini? Kwenye mstari. Namna ya kukaa kwenye mstari. Mstari una namna ya kukaa, sawa? Tutaona hapo baadaye, tutaenda kujaribu kukaa kwenye mstari wote hapa, sawa? Tuone ni namna gani unaweza kukaa kwenye mstari, sawa? Yes. Namba 1 anatuambia mchezaji husimama katika mstari wake. Kwa kila mchezaji, kama mstari ndio huu hapa, ndio? Kwa mchezaji anatakiwa asimame kwenye nini? Huu mchezo unakuwa huko kwenye mfumo wa hivi. Leo nikutolee mfano. Ulishawahi kuangalia mpira uwanjani? Yes. Ulishawahi kuona kuna line zinazunguka uwanjani? Yes. Zinakuwa zipo kwenye mfumo wa zimetengana hivi. Umeshaona? Kwa mchezaji namba 1 atakaa hapa, namba 2, namba 3 na namba 4, sawa? Na kama anaendelea kwa 5 atakaa wapi? Hapa katikati. Sawa? Tutaenda kuona zaidi kwenye nini? Kwenye vitendo, namna ya kukaa, sawa? Yes. Huyu namba 1 atasimama kwenye mstari wake, kila mtu atasimama kwenye mstari wake. Hakuna kuingiliana na mtu mwingine. Umeelewa? Yes. Kitu cha pili, kupiga goti moja chini, mguu mmoja mbele. Vidole vya mguu vinatakiwa nyuma ya mstari uliochorwa. Umemwelewa? Kwa hiyo ile goti lako moja unalipiga wapi? Chini. Mguu mmoja mbele, vidole vya mguu, yani ule ukishaweka goti chini, mguu mmoja unakuwa mbele. Sawa? Unatangulia mbele. Kuacha ule uliopiga goti. Sawa? Vinakuwa nyuma ya mstari uliochorwa, vidole vile vya mguu wako. Kila mtu sana vidole vya mguu. Vile vidole vyako vile havitakiwi kuzidi mstari. Naomba mzingatia, nikija tukienda kwenye vitendo pale usisahau. Ukishapiga goti moja chini, vile vidole, unaona mstari? Utakiwi kiatu kiende mbele. Yaani utakuwa uishie kwenye nini? Nyuma ya mstari. Umeelewa wanafunzi? Tuko pamoja? Yes. Mmeelewa? Yes. Haya, tunaenda namba 3. Mchezaji aweke vidole vya mkono kwenye alama ya mstari katikati, asizidi mbele. Hivi vidole vyako vya mikono hivi ambavyo utakuwa hapo pale umesimama kwenye mstari, unatakiwa uviweke kwenye nini? Kwenye mstari, ila visizidi wapi? Mbele. Yaani vidole husi ndo mstari, unatakiwa viishie wapi? Nyuma ya mstari. Visizidi hivi utakuwa umekosa, hairuhusiwi. Sawa? Okay. Inatakiwa viwe nyuma ya Mstari. Umenielewa? Yes. Tuko pamoja? Yes. Sawa. Sasa namba 4 anasema mikono inapaswa iwe imenyooka. Yaani utakiwa kuweka mkono ukiwa umefanyaje? Umepinda. Kwa mfano, unaona hii mkono ilivyonyooka?
Wote mtaona. Muone mikono yake ilivyonyoka, namna alivyokaa Umeona Hivi viwiko havitakiwi kujikunja. Vinatakiwa viwe vimenyoka pale chini, sawa Mkono ufanye unyoke. Ukienda kwenye vitendo kukosea, nataka wote mzingatie hizi sheria, sawa na kanuni. Ili tukienda pale wote twende sawa. Sawa Haya, namba 5. Vidole vya mguu wa mbele vinakuwa karibu kabisa na mstari wa kwanza. Sawa Hivyo vidole vyako ule mguu, tunakumbuka mguu mmoja tulisema unatangulia. Yaani ule mguu unatakiwa vile vidole viwe karibu kabisa hapa. Sawa Vya mguu. Yaani visogee kabisa karibu na nini? Na mstari. Sawa Vikisogea karibu na mstari inakurahisishia wewe. Yaani nini maana tunachosema kwamba weke mstari? Kwamba ukionekana mtu kazidisha, mguu umezidi huku mbele, yule inakuwa kakosea, inakuwa kashatangulia. Ina maana kwenye kukimbia Yesu atakuwa wa kwanza. Kwa hiyo tunataka watu wote wawe kwenye laini moja. Ile sitokee mjanja. Kuna wale janja atanguliza mguu hivi. Ili mkianza kukimbia anashangaa yeye wa kwanza. Kumbe pale kwenye mstari kafanya ujanja, ndio? Kwa macho yaangalie mita 100 mbele. Kwenye mchezo wa riadha ukimwangalia mtu hivi utakosea. Unatakiwa macho yako, ukishaweka mguu, ukishaweka mikono yako pale, mikono imenyooka, unatakiwa macho yaangalie wapi? Mita 100 mbele. Yaani macho yaangalie wapi? Usiangalie huku au usianze kuangalia na muangalia mtu. Eti fulani kakaaje? Kwa sababu kwenye ule mchezo kuna mtu anaitwa, kuna refa pale, sawa Anakuwa anaangalia nyewe mmekaaje. Usifike kwenye mchezo wa riadha wewe ukaanza tena kuwa refa, ukaanza kumwelekeza mtu wewe umekaaje, hujakaa vizuri. Unaweza kashangaa nani napulizwa au kibao kinapigwa au bastole inapigwa ili mchezo uanze. Wewe bado unamshangaa mtu, unashangaa umeacha. Ndio maana wanashauri uangalie macho mita 100 mbele. Unajua kuangalia macho mita 100 mbele? Yes. Hebu angalia. Umeelewa? Unaangalia mbele tu. Kama unavyoimba wimbo wa taifa, sio ruhusi kuangalia pembeni. Macho yanakuwa mita 100 mbele. Uona uwezo kupata nini? Sheria na kanuni zilizowekwa. Sawa, ukishindwa kufanya hivi vitu, basi wewe haustahili kuwa mchezaji wa huu mchezo. Umenielewa? Yes. Sawa. Kujua namna ya kukaa kwenye mstari. Yes. Sasa kipindi kijacho tutaenda kujifunza namna ya kuanza mchezo, sawa Kwa majina anaitwa Mwalimu Yohana Lamek Betnego. Nafundisha darasa la 5 somo la sanaa za ubunifu na michezo. Na leo tunajifunza kuhusiana na mada ya michezo ya riadha. Kwa hiyo mada imeenda vizuri na somo limeeleweka vizuri sana. Kwa hiyo tunawakaribisha Skyview na usisahau kulike na kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Skyview Media. Karibu sana. Skyview.